Afisa wa polisi ambaye alipinga hadharani agizo la serikali la piga risasi ua amekamatwa katika mvutano mkali nyumbani kwake kaunti ya Meru. Kukamatwa kwa Hiram Kimanthi ambaye ni mmoja wa kundi la vuguvugu lenye utata la Fighting Brutality and Impunity ukipenda FBI kunajiri siku chache tu baada ya wanachama wengine wawili wa kundi lilo hilo kukamatwa. Je, watazamaji wangu mnamkumbuka mmoja wa viongozi ama waliokuwa maafisa wa polisi ambao waliweza kuunda kundi la FBI, yani Fighting the Brutality and Impunity katika taifa hili la Kenya? Unamkumbuka Hiram Kimanthi, unamkumbuka Kopshakur, unamkumbuka Patrick Osoi. Ni baadhi ya viongozi ambao mtazamaji wangu waliokuwa maafisa wanahudumu katika vitengo mbalimbali vya maafisa wa polisi waliokamatwa miezi michache iliyopita, na zaidi ya yote kuweza kuhukumiwa kutokana na lile vuguvugu walilolianza la kuikosoa serikali, na zaidi ya yote walitangaza wangefanya uchunguzi zaidi wa kisiri ili kuandikisha na kutayarisha a document concerning the killings, the extrajudicial killings and the brutality in the Republic of Kenya by Ruto's government. Sasa hivi baada ya kuachiliwa huru, mtazamaji wangu, miezi michache iliyopita, mara nyingine ama mara hii wameweza kukamatwa. Je, ni kipi kinaendelea kati ya watu hawa wanne? Ni mambo ambayo mtazamaji wangu nataka nikupekulie, nikufahamishe yale ambayo yanazidi kujiri. Zaidi ya yote, leo hii Hiram Kimanthi vile vile ameweza kuonekana kukamatwa nyumbani kwake katika kaunti ya Meru. Nataka nikuchukue moja kwa moja hadi kwenye kanda hiyo ya video. Je, maafisa hawa wa polisi ni kipi aswa tena wanahitaji kutoka kwake, licha ya kesi yake kuweza kutamatika, ili hali ya kijaweza ama kesi yake haijaweza kuamuliwa kirasmi? Nataka nikufahamishe yale ambayo yanazidi kujiri mtazamaji wangu, na ni kipi haswa kimeweza kutendeka mchana wa leo. Lakini kikubwa zaidi, na kuomba uchukue sekunde zako mbili ukalike video hii, ukaweze kucomment na uniambie unanifuatilia kutoka nchi gani ama katika eneo lipi katika taifa hili la Kenya la 254, na utakuwa umenisaidia kwa sana. Na jambo la tatu ambalo ni la mwisho kabisa, na kuomba ukaweze kusubscribe na kuweka notification bell katika kanda hii, na utakuwa umenisaidia kwa sana. Shukran zaidi iwapo umeweza kufanya hayo matatu. Sasa hujambo na karibu kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu ya sasa. Ni kubaya. Ladies and gentlemen, iwapo umekuwa ukifuatilia siasa za hapa nchini Kenya pamoja na vitendo na vituko ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa katika taifa hili la Kenya, there is serious incidences ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika taifa hili la Kenya. First of all, there have been extrajudicial killings of Kenyans. Yani Wakenya wamekuwa wakiuawa kiholela wakiwa chini ama wakiwa kwenye mikono ya maafisa wa polisi. Kwa mfano, Albert Ojwang ambaye alikuwa ni mwanablog aliyekuwa akikosoa serikali zaidi katika taifa hili la Kenya alikuwa abducted, yani aliweza kuwa arrested by the police na kisha baadaye wakamuua. And the police wrote a report that person alijigongesha kwenye ukuta na kufariki. Jambo la pili, kuna mfanyabiashara mmoja katika maandamano ya Sabasaba aliyepigwa risasi mbele ya kamera, na vyombo vya habari viliweza kuonyesha nakala hizo baada ya kuonekana kuuza barakoa na kuuzia waandamanaji barakoa waliokuwa wakifanya maandamano katika eneo la Nairobi CBD. Na zaidi ya yote, katika maandamano mengi yamekuwa yakishuhudiwa, tumeweza kuona vijana wengi wakijeruhiwa, wakipigwa marisasi na kufariki, jambo ambalo serikali haijaweza kuchukua hatua yoyote. On the same statement, tumeweza kushuhudia serikali ikiendelea kuabduct vijana wa Gen Z katika maeneo mbalimbali, aswa wale ambao wanakosoa serikali ya Rais William Ruto. And this came after the Azimio la Umoja Coalition Party leader Raila Odinga aliungana na serikali na tukakoza upinzani katika taifa hili la Kenya. And therefore, vijana wengi waliamua kuchukua majukumu hayo mikononi mwao kwa ajili ya kuendeleza vuguvugu hili la kukosoa serikali kuhusiana na yale ambayo serikali inaonekana kutenda kinyume na sheria.
But the government ilionekana kuwa arrest na kuwa abduct na wengine hata kupotea hadi leo hii hawajawahi patikana mahali walipo. A good example ni mtoto wake aliyekuwa the cabinet minister katika serikali ya Rais Ruto ambaye aliweza kuwa impeached or sacked after his son was abducted. That is Justin Muturi kutoka eneo la Mlima Kenya. Sasa hivi kuna vuguvugu la wafanyi kazi wa serikali ambao walikuwa ni maafisa kutoka vitengo mbalimbali. One of them was a retired one. Tulikuwa na Hiram Kimathi, Patrick Osoi na Kop Shakur. Waliweza kutoka hadharani na kuzungumzia swala hili nzima la abductions and the judicial killings in the Republic of Kenya, whereby walitangaza na kusema ya kwamba licha ya kufanya kazi katika mazingira magumu, the government himself ama serikali yenyewe ndiyo imekuwa ikisababisha mauaji haya. They have always been commanded and instructed by their seniors to shoot and kill any of the demonstrators who tries to expose the government. Na zaidi ya yote, mambo haya yalionekana kuwakasirisha maafisa hawa wa polisi, and they felt that they cannot do those things and kill their own brothers and sisters on the streets. To an extent, waliamua kuresign na walitishia kuacha kazi licha ya vitisho vingi kutoka kwa serikali, especially the Interior Cabinet Minister Kipchumba Murkomen. Katika vyombo vingi vya habari tuliweza kuwaona hawa wakiendelea kufanya mambo kama hayo. Jambo la pili, walitangaza ya kwamba maafisa wa polisi vile vile kutoka vitengo mbalimbali wamewatuma ili kuwawakilisha, and they were ready to overthrow the government. Sasa wao walikuja kwenye uwanja kama watetezi ama wawakilishi wa wale ambao wanaumizwa. Hebu niseme hivi, today ama before today's incident, kabla sijakupa kisa cha siku ya leo, these three cops waliamua kufanya uchunguzi kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea ya kisiasa hapa nchini Kenya na kuendeleza vuguvugu la FBI to fight the impunity and the brutality of the Kenyan killings in the Republic of Kenya. Kwa sababu walisema ya kwamba wana ushahidi kwa kile ambacho kinaendelea katika taifa hili la Kenya na mauaji yanatekelezwa na serikali ya Rais Ruto. Wana ushahidi wa kutosha. Na zaidi ya yote walikuwa wamepanga to write a document that entails everything that has been happening. And at the end of the day, they were silenced by this government. Hebu niseme hivi, baada ya kushikwa, walikamatwa na vuguvugu hilo liliweza kupotea kigafla. Jambo la kusikitisha, leo hii serikali imeweza kuchukua hatua mikononi mwao, huku ikidai ya kwamba inahitaji kufanya uchunguzi zaidi. Na maafisa hao watatu, Patrick Osoi, Kop Shakur na Hiram Kimathi, wameweza kukamatwa tena kwa mara nyingine. Wapo chini ya mikono ya maafisa wa polisi. Je, what is happening to this current regime? Hebu toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section. Ni taarifa ambazo tutakuwa tunazifuatilia kwa karibu sana na kujaribu kufanya uchambuzi na kuchua na kuiweza kulifahamu ni kipi haswa kinaendelea kati ya maafisa hawa wa polisi na serikali. Ni kufahamisha, ni kuarifu jinsi hadi inavyozidi kuwa. Kwa sasa nakutakia kila la heri.